hakika dawa za kumfanya mwanaume akasaini hati ya nyumba na mashamba ya baba yake mzazi. Akija kuchukua na kumama kama shahidi. Dawa hizi hapo unapata dawa kwa bei rahisi kabisa. Haya dawa unazipata toka mikoa kusini pande zote mpaka Ifakara. Dawa za uzazi, dawa zenye uwezo wa kumfanya mtu hata kama alikuwa hawezi kufanya jambo letu lile. Yeah. Mama nakusikiliza kwa umakini sana. Karibu sana. Mimi sizalaugi watu wanaouza dawa. Mimi nina shida. Mwanangu anaugua uchizi. Anaumwa uchizi? Anayokote machupa, anayokote vyuma, anayokote maplastiki, anatafuta hela huyo mjini hapa kuna chizi wa kwa chache. Hapana, anaokota vyakula vya jalalani. Anakula vyakula jalalani. Anafanya hotelini jalalani. Huyo mwenda wazimu mlete Kilingeni. Nimekwambia hivi kwa sababu na maana moja au mbili. Mlete Kilingeni na kusaidia hiyo shida ni emergency. Leta namba za simu. Leta simu ni kuingizie namba. Hayo hii hapo. Najua utanisaidia. Imeisha hiyo, mgonjwa anapona. Nimetibu mpaka wazungu. Mimi mwenyewe alikuwa hajui Kiingereza, hajui nini. Mtu karogwa hajui Kiingereza, lugha ya nyumbani. Anaongea Kindengereko, mimi nilimbadilisha nikamrudisha kwenye position. Najiamini kwa dawa zangu. Namba hiyo hapo, utanipigia saa yote. Ukipiga usiku utagombana na mke wangu, piga asubuhi mapema muda wa kazi. Nashukuru. Asante. Narizisha, utakuja ofisini narizisha. Kinoge pata taarifa kutoka kwenye familia yako. Shangazi More amefanyiwa ukatili wa kijinsia. Amefanyiwa na nani? Na taarifa umeipata wapi dada? Taarifa ameniambia wifi. Nije nikwambie. Sasa mke anaishi naye ndani. Kuna sinipe taarifa bado nilikupa wewe. Kaka, huenda na ukali wako na ndio maana ameogopa kukwambia. Kali mimi. Wale maneno ya wahenga waliosema kwamba sisikia la mkuu unjika guu. Ndio haya sasa. Na haya mambo siku zote yanakuja na mambo matatu. Cha kwanza tayari amshanagisiwa tayari sasa. Cha pili maambukizi. Na cha tatu ujauzito. Haya tumwombe Mwenyezi Mungu apitishie mbali haya mambo. Yasitokee. Mwenyezi Mungu. Kwa nini mimi nipa kizazi kama hiki? Hadi basi ningekuwa mgumba tu ningejua moja. Shida gani ninayopata hii? Kaka, mbona kufuru Mungu? Hicho kibaya watu wanakitafuta. Wengine hata iko kibaya hawana. Kakaangu, hebu usikufuru Mungu. Hapana dada, inaniuma sana. Inaniuma sana. Nateseka sana katika nafsi yangu. Naumia sana. Naumia dada. Mama, mimi kila kizungumza msieleweki hata kidogo. Kwa sababu zipi dada mimi sieleweki kuzungumza? Kwa nini? Sasa ili awe salama sasa. Itakuwa alhamdulillah. Yeye ndio ameharibika inakuwa sasa. Nakumbuka mama alituambia kuwa uyaone na sio uyaone magorofa. Uyaone ndio haya matatizo hii. Kakangu shakuwa mkubwa sasa hivi. Ukubwa ni jarara. Zinakusanya takataka zote. Kwa kakangu naomba punguza jazba. Mimi nakwenda. Kaka, naomba upunguze jazba. Habari za leo? Salama. Mnaendeleaje hapa? Nzuri, karibu. Asante.
Samani, nimekuja hapa kwa Lamani. Bila shaka nyumba hii ni namba 55. Ndiyo au nimekosea? Ndiyo. Nyumba hii nina mtuhumiwa wangu au mkopaji tuseme. Na itamtuhumiwa kwa sababu amepitisha muda wa kulipa marejesho yangu. Alikopa pesa kwenye kampuni yangu ya Biha Investment. Na mimi ndio mwenye kampuni hiyo. Lakini amechelewesha mpaka nilituma maofisa wakaja hapa wakakimbiza na shoka. Alijaribu kuingia kuchukua TV, mume wake sio ni mume wake, ni baba fulani alimkimbiza na shoka. Je, utakuwa ni wewe au mmoja wanaoishi kwenye nyumba hii waliokopa mkopo? Wewe mama wewe. Umevurugwa eh? Mbona unataka kunirusha wewe? Mimi naishi hapa kwa mikopo mimi. Mikopo yangu hii miguu. Umeziona hizi nazi hizi? Hapa ndo natoka kwenda kudandaza na kudandaza hizi nazi. Umesikia eh? Mimi sikopi mikopo wewe. Hebu tafuta mtu mwingine anakupa mikopo hapa, sio mimi. Ha? Mama wa ovyo eh? Hey. Mama, poa kidogo. Unisikilize naongea nini. Kwenye fomu zangu ameandikwa Kinoge. Je, Kinoge unamjua alishawahi kuishi kwenye nyumba hii? Kinoge. Kweli alikuwa anaishi hapa. Lakini baada ya kunizingua nikamwambia tambaa. Yule ni chenga bwana, siji kaenda wapi. Kwa hiyo alipohamia kujua. Alikondokea mimi nakujua. Mamangu leo analitamia yusho. Mimi nina biashara zangu hapa. Nahitaji kwenda nikatalalike nipate riziki. Msaada naoomba kwako, wewe unaishi hapa. Utakuwa unamjua mjumbe. Naomba unionyeshe kwa mjumbe ili niende nikatafute msaada kisheria niweze kupata pesa yangu. Hilo dogo. Hapa umefika. Mimi mwenyewe ndo mjumbe unavyoniona hapa. Sasa basi. Unaona mimi kazi yangu hii? Hapa unipe chochote. Maana ushasimamisha muda mrefu hapa. Sasa hivi nishatoka, ataja ashachukua na dhangu kibao, ashapata riziki hapa. Ushasimamisha. Wewe nipe chochote hapa. Shilingi 2000 ya barua na 3000 ya kunisimamisha hapa. Mimi nipo kazini, kikazi zaidi. Mimi ninachohitaji ni barua, niweze kwenda serikali ya mtaa, kule niweze kwenda polisi nipate RD. Lakini kirudi nyuma, sisi ni wazazi, mimi na wewe ni wazazi. Na ile kampuni sio nimefungua tu kugawa hela. Ninataka kuwainua wajasiriamali wadogo wadogo. Anavorudisha na wajasiriamali wengine wapate kuendelea. Lakini anavofelisha, ofisi itafungwa, mimi nitakuwa ofisi nimefunga, lakini wajasiriamali wengine ambao walikuwa wanahitaji msaada waweze kuinuka, hawatafanikiwa. Kwa hiyo mimi msaada mwingine utakaonisaidia wewe, bila shaka na marafiki. Wakati mimi naendelea huko utakaponipa barua, nitakuomba unipelezee kwa marafiki zake unijue alikohamia. Ili tuweze kusaidia na ili jambo tuweze kulimaliza pamoja. Ila sasa swala lingine, tukae chini tuongee kihela maalum. Kwa sababu mimi siwezi kumuuliza mtu anakokaa wapi bila chochote kitu. Kama una chochote kitu nipe na namba zako za simu nipe. Nikimuona jua kaza kama mshiko wangu nao hapa akula, mimi nakupigia simu. Sio mambo ya bure bure tu, nisaidie vipi bwana? Sawa, nasubiri barua ya serikali ya mtaa, mengine yatafuatia. Yapa. Napeka serikali za mitaa. Utapata msaada zaidi. Kama atakwambia uende polisi, uko kwa mbele. Asante, nashukuru. Alafu na nyinyi, angalieni watu wa kuwakopesha. Au elezeni nyinyi za bure huko. Hata sisi tuje tuchote. Hivi mtu na akili yako anaenda kukopesha Kinoge. Kinoge mnamjua vizuri. Kinoge chenga, tena chenga. Na ungemkuta hapa angefatua miguu hiyo. Angekata. Angalia kwa kopesha. Safari njema. Wewe nimekuja kwa kujiamini, nimesomea kareti mimi wewe. Hata wewe mwenyewe unaweza kukurusha kichura. Umenipa barua kwa heli. Huyu anaongea nini huyu? Kareti hapa. Kuna watu hapa wanapiga ambakati, chembe, kidevu, chari. Alafu mimi nashangaa, yani uko juu sijui hakuna masera. Mtu kama huyu anashukaje huko bondeni kiolela. Yani huyu ni mtu akumfokoa tu. Alafu tama kwa huko. Yani bahati yake yani angekuta nimejikoleza hapa. Yeye angecheza kareti mimi ningemcheza. Ngoja ndo kauze nazi. Naona kama chelewesha. Hivi wanavyochagua wajumbe walikuwa wameisha wenye sifa za ujumbe? Mbona ujumbe mwenyewe bangi tupu jamani? Anaongozaje hawa watu jamani? Hai.
Hebu niambie, mmefikia wapi kuhusu swala la Morin? Huyo Morin, huyo babaki hataki hata kuisikia hiyo mimba nyumbani. Hataki kabisa, hataki kuisikia. Na amesema kwa gharama yoyote mimba itolewe. Aisee, nyinyi mna roho ngumu nyinyi. Hivi huyo shemeji yangu anachoogopa kuitwa yeye babu ni nini? Mbona anatengeneza roho ngumu kama mfanyakazi wa mochwari? Hivi unakula chakula kinakuingia kabisa na hata mtoto wako umuoni? Moli ni anafanya kazi ya kutangatanga mitaani, anashindwa hata kufika nyumbani kwa sababu ya nyinyi hapo. Kwani hebu nikuulize. Dunia nzima yeye ndo peke yake ambaye amebeba mimba nyumbani, sio? Yule mbona ni mtu mzima tu? Wangapi wanapokea watoto wao majumbani? Huyu alompa mimba akumuhitaji, lakini yeye jitahidini mumpokee basi. Naona nyinyi mpango wenu wa kutaka kumpoteza kabisa yule mtoto. Naomba nijitahidi, nitafutie, niletee kwangu. Mimi nitaishi naye mpaka atajifungua, nitakaa naye mimi. Kwa sababu yeye sio mtu wa kwanza kubeba mimba akiwa nyumbani. Na lazima usimuone kwa sababu mume wako ndo analeta ukali. Yeye anataka hata kumuona. Na pia umelizika tu. Kwa hiyo umekaa nyumbani unakula chakula, unakunywa maji, unalala kabisa, uwazi. Kumbuka wewe ndio uliyeenda leba. Sio yeye. Uchungu unaujua wewe mama Morin. Haya mnanisikitisha hisi. Sasa dada, mimi ninakosa gani mpaka unanilaumu kiasi hicho? Babake ndo mkali. Baba hataki kusikia chochote kwa mwanae, na ndio maana mtoto hakai nyumbani. Wewe unafikia haya yote amemkuta binti yetu ni kwa sababu gani? Kutokana na babake, ukali wake. Habari yako dada? Salama, wazima. Salama kabisa. Sisi ni watumishi wa Mungu. Tunatoka kanisa la UWM, linapatikana hapo Kigogo. Kwa majina yangu mimi ni mchungaji Esther, niko pamoja na pasta mwenzangu hapa ni Pastor Boniface. Tunazunguka mitaani kuleta habari njema za ufalme wa Mungu kwamba anaweza. Wakati mwingine unapitia mambo magumu, mambo mazito. Unaona kwamba peke yako huwezi. Lakini kumbe ukileta kwa Mungu, yeye anaweza. Ukimwamini yeye, anaweza. Cha msingi ni kuwa na imani. Tayari dada, tuondoke. Sikia mdogo wangu nikwambie. Subiri tuwasikilize hawa wachungaji. Wana neno wanataka kutueleza. Dada, unanivuruga wewe. Wachungaji tena? Tumefuata nini kilingeni kule? Hapa tulipo tunasubiri msaada wa mganga. Amsaidie ndugu yetu. Bado tena upo kwa wachungaji. Wewe dada, kwa nini unakuona mambo ya kilokole? Umezaliwa na walokole wewe dada yangu. Mbona unanivuruga ndugu yangu? Tuondoke bwana. Sikia nikwambie. Hii ni vita, haichagui silaha. Kuwa na amani, tuwasikilize hawa wachungaji. Wenda ikawa ndio wakombozi wetu. Dada, sikiliza nikutie moyo. Mungu anaweza. Una haja ya kuwa na wasiwasi. Ametenda mengi, tumeyashuhudia. Vipofu wameweza kuona, viziwi wameweza kusikia, na hata wale viwete pia wameweza kutembea kupitia jina la Yesu. Lakini sio hao tu. Kuna watu waliotokwa damu miaka na miaka bila kupata uponyaji. Wameenda hospitalini, kwa hao waganga ambao unawazungumzia hapa pia waliweza kufika. Lakini walipoliamini jina la Yesu walipokea uponyaji. Na kuaminisha kabisa Mungu huyu tunayemtumikia sisi anaweza. Kama nimewaelewa hivi dada. Sikiliza dadangu, kwambie. Vilinge haviwezi kumponya mtu. Na jambo la kwanza ambalo Yesu alikuwa akisisitiza sana, anasisitiza kwanza imani. Nataka uwe na imani kwamba ndugu yako anaweza kupona, kuwa mzima wa afya njema. Naomba nisomee katika kitabu cha Mathayo 4, anzia ule mstari wa 23. Mathayo 4:23 inasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa. Yesu alikuwa akizunguka katika Galilaya kama tunavyozunguka sisi katika jiji la Dar es Salaam, akiponya wagonjwa. Anahubiri habari ya ufalme na huko akiponya wagonjwa.
Wale wagonjwa alikuwa akiwaponya ambao walikuwa hawawezi wakaanza kuweza. Walikuwa hawatembei wakaanza kutembea. Sikia, hata kina Petro na Yohana wakati wanaelekea hekaluni, majira yale ya saa 9 wanaenda kusali. Katika mlango ule utawe mzuri palikuwa na mgonjwa kiwete mmoja ambaye alikuwa hawezi. Lakini Petro na Yohana walimwambia hivi, sikiliza, sisi hatuna fedha wala dhahabu katika mifuko yetu, ila hiki tukupacho ndicho tulicho nacho. Kwa jina la Yesu simama na uende. Yule mgonjwa alisimama, aliingia hekaluni akalukaluka, watu wakamshangaa. Kwa hiyo hata shindwa kwa kaka yako. Na kuambia dada yangu, Yesu hata shindwa kumponya kaka yako. Hata shindwa kumuona tena akiwa mzima. Wewe utafurahi na kumuona akiwa analukaluka, mkishangilia pamoja na wewe. Wewe unavyotembea sasa hii, hakika utamuona tena na yeye kesho mpo pamoja. Haleluya, haleluya. Mungu anampenda kaka yako. Mungu anampenda. Wenda Mungu alitaka aachilie hivyo vyote, alimruhusu shetani afanye hivyo ili mpate kumjua yeye kwamba yeye ni mponyaji, ili mpate kujua kwamba yeye yupo, anaponya, ana nguvu na anaweza. Kama aliweza kumfufua Lazaro kaburini, aliyokuwa amekufa, amekaa kaburini siku 4. Kwa nini ashindwe kwako? Kwa nini ashindwe kwenye nyumba yenu? Anaweza. Kuwa na imani, kuwa na imani. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Naomba mnihakikishie sitompeleka tena ndugu yangu Kilingeni. Ninamleta kwenu. Mnihakikishie ndugu yangu apone. Tuamini na umwamini Yesu Kristo. Cha kwanza usituamini sisi, muamini Yesu yeye mwenyewe. Karibu kanisani. Ibada zetu tunazo siku ya Jumatano kuanzia mida ya saa 11 na kuendelea, lakini pia siku ya Ijumaa tuna ibada, lakini pia pamoja na siku ya Jumapili. Na itampendeza Mungu kama mtakuja na ndugu yenu hiyo siku ya Jumatano ibadani. Cha msingi kuwa na imani, ndugu yenu atakwenda kupokea uponyaji. Basi Mungu awabariki sana kwa kupoteza muda wenu wa kutusikiliza. Na mbaki na amani ya Bwana. Mimi nadhani ni mjomba wako. Hilo nalifahamu vizuri. Na kama kuniua basi uniue mimi. Utakuwa umeua mjomba wako. Hakuna mtu wote atakayeshangaa. Kwa swali moja. Na kugombezana na yule jamaa kwamba asikufanye vitu vibaya, wewe unataka kuvuka mbuyu, leo ndio mtu wako ambaye unaishi naye. Ni kweli? Wewe ni mke wa mtu. Inabidi uwe na taadhima, uwe na akili ya kufikiria. Sasa leo huyo jamaa ambaye wewe unazunguka naye ndio tayari imekuwa noma. Ametembea na nyinyi ndugu wote. Wewe ndio unatembea na ndugu wako mmoja. Huyo ndio aliyezaa na shangazi yako. Huyo ndio atembea na shangazi yako. Ndio yule kibena. Niko ndio kwa akilini. Mtaa wote huu, kwa taarifa yako, mtaa wote huu wanajua na wanafahamu fika. Je, vitendo alivyomfanyia Molly atakosa kufanya wewe? Vitendo alivyofanya shangazi yako atakufanya wewe? Kuwa na akili kinoge. Uwe na maarifa ya kufikiria. Wanaume wako wengi sana katika nchi. Wako wengi kabisa. Kitu ambacho umekifanya. Sasa mndaishi vipi leo? Mpaka watu wote tulikozika mama zenu imekuwa laana kubwa. Yaani ni laana kinoge. Ni laana kubwa kabisa. Ni aibu. Ni fedheha kwenu. Mimi nakuwa lakini shuzi ndio hilo. Yule jamaa ambaye wewe unamwamini kashafunga uko mzima. Na namtafuta kweli kweli. Iko siku Mungu atanikamatia. Muangalie maarifa kitu cha kufanya, msio wapumbavu. Kwani ana nini? Ana ladha gani yule? Mpaka fika kawachana nyinyi nyote. Hasikiki, biensela ambiliki. Mayana tupa maneno, mzilae hata kimarumbano. Funga duka yeye ni malaya, hauna muni wa Ulaya. Tanzania bahati mbaya sele, amevuruga ndoa yake ya kuzugwa kinoge. Msababishaji matatizo ndani ya kinoge.